Haleluya. Bwana Yesu anawapenda sana. Na jioni leo ameona ni vema tuje katika mji huu. Haleluya. Mungu anaenda kukomboa watu wake mahali hapa. Anaenda kurejeshea watu kila kitu ambacho walipoteza. Haleluya. Kama umepoteza, nimetumwa na huyu Yesu nikutie moyo. Nimetumwa na huyu Yesu nikutie moyo. Unaweza, 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 unaweza. Nimetumwa na huyu Yesu nikutie moyo. Nimetumwa na huyu Yesu nikutie moyo. Unaweza, 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 unaweza. Nimetumwa na huyu Yesu nikutie moyo. Nimetumwa na huyu Yesu nikutie moyo. Nimetumwa na huyu Yesu nikutie moyo. Unaweza, 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 unaweza. Nimetumwa na huyu Yesu nikutie moyo. Nimetumwa na huyu Yesu kwenye ndoa yako wewe. Nimetumwa na huyu Yesu kwa maisha yako. Unaweza, 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 unaweza. Nimetumwa na huyu Yesu nikutie moyo. Nimetumwa na huyu Yesu nikutie moyo. Tumetumwa na huyu Yesu nikutie moyo. Tumetumwa na huyu Yesu nikutie moyo. Unaweza, 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 unaweza. Tumetumwa na huyu Yesu tukutie moyo. Tumetumwa na huyu Yesu tukutie moyo. Tumetumwa na huyu Yesu tukutie moyo. Unaweza, 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 unaweza. Nimetumwa na huyu Yesu nikutie moyo. Tumetumwa na huyu Yesu nikutie moyo. Tumetumwa na huyu Yesu tukutie moyo. Tumetumwa na huyu Yesu tukutie moyo. Unaweza, 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 unaweza. Vile kwa cheza, cheza kwa Yesu. Hallelujah. Nimetumwa na huyu Yesu kwenye ndoa yako. Tumetumwa na huyu Yesu kwenye biashara yako. Tumetumwa na huyu Yesu kwa masomo yako. Tumetumwa na huyu Yesu kwenye ndoa yako. Unaweza, 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 unaweza. Tumetumwa na huyu Yesu tukutie moyo. 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 Unaweza, 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 unaweza.
Sasa ninaimba kwa
hata pesa za nyumba nikashinda. Marafiki wanikimbia sababu ya shida, nilipoita jina la Yesu nikapata msaada. Yani mtoto akalima, sasa nafurahi. Jina la Yesu
so we must praise him. Praise him in African way. And so we must praise him. Praise him in African way. Hallelujah. Maveka, 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 praise. Uliza jirani bado huko. Hallelujah. Twende western. Weka kwa. Ongeza vigele kwa.
Yes. Mlango wa 21. Ningelipenda dada yetu atusomee. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yohana 21. Tutasoma kuanzia mstari wa kwanza hadi mstari wa 8. Baada ya hayo, Yesu alijidhihirisha tena kwa wanafunzi wake penye bahari ya Tiberia, naye alijidhihirisha hivi: Simoni Petro na Tomaso aitwaye Pacha na Nathanaeli wa Kana ya Galilaya na wana wa Zebedayo na wengine wawili wanafunzi wake walikuwapo pamoja. Simoni Petro aliwaambia, naenda kuvua samaki. Nao wakamwambia, sisi nasi tutakwenda nawe. Basi wakaondoka wakapanda chomboni, ila usiku ule hawakupata kitu. Hata asubuhi kulipokucha, Yesu alisimama ufuoni, walakini wanafunzi hawakujua ya kuwa ni Yesu. Basi Yesu akawaambia, wanangu, mna kitoweo? Wakamjibu, la. Akawaambia, litupeni jarife upande wa kuume wa chombo, nanyi mtapata. Basi wakatupa, wala sasa hawakuweza kulivuta tena kwa sababu ya wingi wa samaki. Basi yule mwanafunzi ambaye Yesu alimpenda akamwambia Petro, ndiye Bwana. Naye Simoni aliposikia ya kwamba ni Bwana, akajifunga vazi lake, maana alikuwa uchi, akajitupa baharini. Na hao wanafunzi wengine wakaja katika mashua, maana hawakuwa mbali na nchi kavu, ila yapata dhiraa 200, huku wakikokota lile jarife lenye samaki. Amen. Nataka tuombe. Baba wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo tunakuabudu wakati huu, tunakusifu, tunakuinua kwa sababu wewe ni Mungu na hakuna Mungu kama wewe. Tunakushukuru Bwana kwa sababu ya jukwaa hili Bwana. Tunakushukuru kwa sababu ya mji huu, ninakushukuru kwa sababu ya kila mtu ambaye sauti yangu inamfikia. Ninakushukuru kwa sababu ninajua ya kwamba unampenda na una kusudi njema kwa sababu ya maisha yake. Bwana, nasema ni asante kwa sababu wewe unatupenda. Bwana, nasema ni asante kwa sababu ya neno lako. Baba, ninapenda kuomba ya kwamba Roho Mtakatifu ambaye anashawishi mioyo, yes, Roho Mtakatifu wa Mungu ambaye anashawishi mioyo ya wanadamu, napenda kuomba ya kwamba Bwana, na Roho Mtakatifu akaweze kushawishi huyo ndugu, Roho Mtakatifu akaweze kushawishi huyo kijana, Roho Mtakatifu akaweze kushawishi huyo mama, ili kwamba atambue ya kwamba ni kwa sababu ya kuja kwako Bwana ndiposa yeye anapata ukombozi. Baba, asante. Asante maana unatupenda, asante kwa sababu una makusudi, asante kwa sababu wewe ni mwema na unastahili, na hakuna Mungu mwingine kama wewe. Hakuna Mungu mwingine ambaye anastahili kuabudiwa na kuinuliwa ila ni wewe. Jina lako litukuzwe, jina lako liinuliwe. Na ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba nikiamini. Amen. Ninashukuru Mungu kwa sababu ya neno lake, ya kwamba Yesu aliwaonekania wanafunzi wake. Na hii tukio kisoma hiyo John chapter 21, hii ilikuwa ni baada ya kusulubiwa kwa Yesu. Nataka mtu alipungie mkono. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kama sauti yangu inakufikia, hata kama uko mbali, napenda unipungie mkono. Hallelujah. Asante sana marafiki zangu kule. God bless you. Nasema ya kwamba hii ilikuwa ni baada ya kusulubishwa kwa Yesu. Na wanafunzi wa Yesu, vile tunajua, wao walikuwa ni wavuvi. They were professional fishermen.
walikuwa ni watu ambao walikuwa wanavua samaki, na hiyo ndio ilikuwa kazi yao. Na ninajua hata soko hii kuna watu ambao wako hapa na ni wafanyi biashara. Kuna watu ambao wako hapa ni wale ambao wanatusaidia kwa kutusafirisha, wanafanya kazi ya bodaboda. Kuna wale ambao wako hapa soko hii, kazi yao labda kuna huduma wanatoa. Labda kuna wale ambao wanashona viatu. Na najua labda soko hii kuna walimu. Pia soko hii kuna wale watu ambao wanafanya kazi mbalimbali. Hawa hawakuwa wanafanya kazi nyingine, kazi yao ilikuwa ni uvuvi. Na hii kazi yao, watu ambao huwa wanavua samaki, ukienda Lake Victoria, nimekuwa huko last week, wavuvi wengi huwa wanaenda kuvua samaki usiku. Hiyo ndio kazi wanafanya, kwa sababu wakati huo ndio samaki wanapatikana kwa wingi. Lakini kuna jambo siku hii Yesu alipoonekania wanafunzi wake. Jambo ni hili, kwamba licha ya wao kufanya hiyo kazi kwa muda mwingi, licha ya wao kufanya hiyo kazi kwa muda, walikuwa na ujuzi ya kutosha, najua walikuwa na ufahamu na experience. Lakini usiku huo hawakuwa wamefaulu kupata samaki. Hawakufaulu kupata samaki. Na walifanya kazi kwa bidii. Watu ya maili 8, ni mzuri kufanya kazi kwa bidii. Kama wewe unafanya biashara, ni mzuri uamke asubuhi mapema. Huwa ninapita hapa saa zingine nikienda maombi, ninaona akina mama wanaamka mapema soko hii. Wanaenda kuleta bidhaa, wanaenda kuleta mboga, wanaenda kuleta samaki. Tupigie kina mama makofi. Yes, huwa wanaamka mapema. Pia marafiki zetu wa bodaboda. Kuna siku moja gari yangu iliharibika usiku, na nitakana niamke niende Nairobi. Nitakana niamke saa 10 ya usiku ili nifike huko mapema. Nilipoamka asubuhi, gari yangu ilikuwa na panja, na ilikuwa ni kibarua ili mimi nikaweza kutengeneza hiyo. Ilibidi niite jamaa wa bodaboda usiku ule akuja anibebe. Singeweza kufaulu hiyo safari kama singekuwa na jamaa wa bodaboda ambaye alikuja kunibeba usiku huo. Na nilifika salama. Nilifika salama kwa sababu ya yule jamaa rafiki wangu wa bodaboda ambaye alinibeba. Pigia watu ya bodaboda makofi. Wapigie makofi. Sisi kama kanisa tunatambua huduma ya watu ya bodaboda. Kama singekuwa ni ninyi, wengi wetu hatungekuja hata hapa kwa hii crusade. Lakini kwa sababu mlitubeba, lakini kwa sababu mlitusaidia, hiyo ndio sababu tuko mahali hapa. Na ninajua baada ya hii tutaenda nyumbani, na wengi wenu mtatusaidia kufika nyumbani. Kwa hiyo ninaongea kuhusu hawa, sio wa bodaboda sasa. These are fishermen ambao walikuwa committed. Ndugu, kama una kazi yote ya kupasua mbao, ya kutengeneza baiskeli, ya kutembeza punda, na kuambia ni vizuri uwe na bidii kwa hiyo kazi. Haleluya. Kila mtu fanya hivi. Ni mzuri ukuwe na bidii, manake utapata ujira. Kuna watu wengine ambao hawana bidii.
Kama wewe uko soko hii na kazi yako labda ni kutuma ma message kwa watu kwa simu ili uwaibie, na kuambia Bwana anakuhitaji. Ninarudia, hawa walikuwa ni fishermen, professional fishermen. Walikuwa wamesumbuka usiku. Lakini na habari mzuri, maana wakati walikuwa wamejaribu, wamefanya kazi yote usiku, hawajapata chochote. Unajua, ni ukweli ya kwamba hata kazi zingine unaweza fanya bidii. Unaweza kuwa unaamka asubuhi unafanya bidii, si inawezekana? Unaweza fanya bidii tu, vile kujitolea kwa kazi. Unaweza kuwa labda wewe ni mhubiri kama mimi, unaweza kuwa wewe labda ni dereva, unaweza kuwa wewe labda ni wakili. Unafanya kazi kwa bidii na usione faida, si inawezekana? Yes, unaweza fanya bidii, unaweza jitolea, lakini kuna wakati nguvu, saa zingine uwezo wako unafikia mahali. Wacha niwaambie, kuna mtu anafanya bidii, lakini kwa sababu ya mazingira ambayo ako ndani, mtu anaweza ishi akifanya kazi ngumu, kufanya bidii kwa muda mrefu bila mafanikio, kama hawa wavuvi vile walikuwa wamefanya. Hebu mnipungie mkono. Saa zingine unaweza fanya bidii, unaweza amka asubuhi ukafanya chochote chenye uwezo wako unaweza kukuwezesha, lakini hii unaweza kosa kufaulu, kama jinsi vile wanafunzi wa Yesu walikosa kufaulu. Yes, mimi najua hapa pia kuna wakulima walifanya bidii, wakaamka asubuhi, wakalima mashamba, wakafanya bidii, wakapata mavuno mengi. Mvua ikaja, na wengine mahindi yao yalioza licha ya bidii. Si ni kweli? Ni kweli. Kuna wengine walifanya bidii ya mchwa, walifanya bidii kabisa, lakini wakapata mavuno, lakini bei ikawa chini. Si ni kweli? Si ni kweli? Yes, bei nayo ikawa chini. Sasa hawa wanafunzi waliweka bidii, wakaweka bidii, wakajibidisha, but kila mtu sema lakini, kila mtu sema lakini, hawakupata samaki. Lakini Yesu alionekana. Fanya hivi tena. Hallelujah, hallelujah. Ai, nataka mtu anipungie mkono huko huko mbali huko. Nataka, oh good, that's good. Yes, nasema lakini Yesu alionekania. Na Yesu alionekania akawaambia, hebu tupa nyavu zenu kwa mkono wa kulia. Bwana sifiwe. Akasema mtupe nyavu upande huu. Yesu alipowaambia watupe nyavu, wacha nikuambie chenye kilitendeka. Licha hao kuwa usiku wakifanya hiyo kazi bidii yote, na unajua watu walikuwa hawana nguo, wanajaribu wame nguvu zote, lakini Yesu alipoonekana akawaambia this side. Akawaambia nini? Wakafanya hivyo. Hawakufanya kwa sababu ya bidii yao, walifanya kwa sababu Yesu alikuwa amesema. Sasa kwa sababu bidii yao imefikia kwa ukuta,
kwa sababu bidii yao imefikia mwisho, kwa sababu ile force ama effort yao imefikia kikomo. Lakini walifanya vile Yesu aliambia. Hebu niwaambie, nina habari mzuri. Walipofanya hivyo, waliweza kuvua samaki, waliweza kuondoa samaki aina wote. Ninaona mbuta ama samaki aina gani na majina hiyo yote ilikuwa hapo ndani, na ikawashinda hata kuenua. Bwana asifiwe. Kwa sababu gani? Ilikuwa ni kwa sababu ya neno ambalo Yesu alikuwa ameongea. Ilikuwa ni kwa sababu ya neno ambalo Yesu alikuwa amenena, kwamba warushe nyavu jinsi vile alivyosema. Waliporusha nyavu jinsi hiyo, wapendwa, na waambia, mambo yalibadilika. Mambo yalibadilika. Things change. Mambo yalibadilika. Mambo yalibadilika. Waliweza kupata thawabu. Waliweza kuvua samaki wengi. Hebu nipungie mkono. Hebu nipungie mkono. Na unajua nini? Unajua nini? Yesu alikuwa amesulubiwa, lakini aliwaonekania. Bwana asifiwe. Mimi najua ninaweza kuwa soko hii nikinena neno la Mungu. Ninajua vile niko hapa nikinena neno la Mungu, ninaweza kuwa watu wengi soko hii wanasikia sauti yangu. Ninataka kurejelea yale ambayo huwa nasema. Labda Bwana amenituma hapa kwa sababu ya mtu mmoja. Hebu nipungie mkono. Mnaweza kuwa mko mnanisikia wengi. In fact, wengine yale ambayo ninanena ni kelele kwao. Yale ambayo ninanena ni muzaa kwao. Lakini ninajua ya kwamba siku hii Bwana amenituma kwa sababu ya mtu soko hii. Bwana amenituma kwa sababu ya mtu ambaye anaishi mji huu. Labda wewe umejaribu bidii yako. Umeenda umechukua loan. Umeenda umesaidiwa na jamii ili kwamba ukuje ukajibidisha mahali hapa. Umejaribu nguvu zote. Umejaribu nguvu zako zote. Soko hii unajulikana. Wewe unafanya biashara, lakini wewe mwenyewe ndani unajijua. Kwa sababu wewe ndio huwa unafanya hesabu ya faida yako. Bwana asifiwe. Hesabu ya faida yako unapoenda jioni nyumbani. Wewe mwenyewe ndio unajua hesabu. Labda sisi tunakujua kama mama omena, ama mama wa kuuza mahindi, au mama wa kuuza sukuma wiki. Lakini unapoenda kubalance the books, unapoenda kupiga hesabu jioni, oh yes, labda unaona oh yes, unaona change, cost of operation, bidii za kufanya kazi, capital ambayo uliweka kwa biashara iko chini. Biashara yako iko chini. Bidii zako umeweka, haujafanyia mtu haramu. Unaweza kuwa unafanya tu kazi yako vizuri. Nina tangazo mzuri kwako siku ya leo. Watu ya maili 8 fanya namna hii. Nina habari mzuri kwako. Nina habari mzuri kwako ya kwamba kuna yule ambaye anaweza kubadilisha, anaweza badilisha historia ya mkondo ya bidii zako. Kuna yule ambaye anaweza badilisha jinsi vile bidii yako imekufikisha kwa ukuta. Kuna yule ambaye anabadilisha. Hallelujah. Kuna yule ambaye anaweza kubadilisha. Sio mwingine ambaye anaweza kubadilisha. Sio mimi naweza kubadilisha. Yesu Kristo anaweza kubadilisha. Hivi kwamba bidii zako hata kama zimefikia kwenye ukuta, yeye anaweza kukuonekania
na mambo yako yakabadilika. Yesu alinionekania mimi, na hiyo ndio sababu niko hapa, kubadilisha maisha ya mtu. Maana mimi pia kuna yule ambaye alinihubiria, na hiyo ndio sababu sitaki kukaa na kile kizuri ambacho nilipewa. Ninasikia kumzambazia rafiki yangu ujumbe mzuri ya kwamba Yesu anaweza kubadilisha, ya kwamba Yesu anaweza fanya mambo ya kuwe tofauti. Yes, unaweza kuwa professional. Wewe ni mwanasheria, wewe una ustadi wa kutengeneza baiskeli au pikipiki, wewe una ustadi ya kufanya hiyo biashara, labda ikuletee faida. Nina habari, labda una nabii ambaye alikutangazia utume huko, ile inaitwa mbegu. Mimi nina habari nzuri kwako siku ya leo, ya kwamba kuna yule ambaye anaitwa Yesu, akiingilia mambo yako, akiingilia biashara yako, akiingilia kazi yako, akiingilia bidii zako, mambo yabadilika, mambo yatabadilika, mambo yatabadilika. Hebu nikutangazie hivi, wale watu ambao unaona wamefanikiwa soko hii, ambao unaona mji huu hao ndio wamefanikiwa, nataka kukuambia habari nzuri ya kwamba huko mbele, ukibadilisha maisha yako, ukiujua ya kwamba hakuna mahali ambapo bidii zako zitakufikisha, na kutangazia hivi, Bwana ataweza kukufikisha. Haleluya. Watu ya upande huu fanya hivi, watu ya upande huu fanya hivi, wazee wenzangu fanya hivi. Haleluya. Asante, asante. Yesu ni mzuri, Yesu ni mzuri. Na wacha nikwambie siku hii ya leo ya kwamba Yesu hataki kuingilia tu na kukufaidisha katika yale ambayo unafanya. Yesu hawezi kuingilia tu kati kwa kufanikisha. Unajua, kila mtu ambaye anafanya kazi, ama kila mtu ambaye anabidii kuelekea jambo fulani, si anataka kufaulu, si anataka kufaulu, si anataka kufaulu. Yes, mpaka atake kufaulu. Hata mimi, by the way, hata mimi nataka nifaulu sana. Kila mtu anataka kufaulu. Ukiuliza mtu yoyote hapa soko hii, mji huu, atakuambia mipango yake mizuri vile amepanga ili akaweze kufaulu. Nataka kusema hivi ya kwamba Yesu anahitaji jioni ya leo, Yesu anahitaji jioni ya leo ya kwamba hata kama unataka kufaulu, Bwana anakuita. Wacha tusome neno la Mungu katika Mathayo. Dada yangu nisomee Matthew chapter 11. Yes, Matthew 11:28. That is it. Hallelujah. Ninawapenda watu wa maili 8. You are good people. Watu wa maili 8 ni watulivu. Nilienda mji mwingine wakati tunahubiri na wajamaa wanatupa mawe. Pigia watu wa maili 8 makofi. Pigia watu wa maili. Tulienda mji mwingine, tulipokuwa tunahubiri, tuliona tu jiwe linakuja, lakini nyinyi ni wazuri. Dada yetu tusomee Mathayo 11:28. Biblia inasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Mumesikia? Dada yangu soma tena. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Mungu ni mwema, ananena na watu wake. Na Mungu akinena na watu wake, mimi unaona vile ananena na mimi. Mungu hawezi kuja akakuambia, hawezi simama huko akatuma malaika huko juu mbinguni akakuambia. Unasikia? Mungu akitaka kufikia mtu anatumia tu mtu. Unasikia? Mungu akitaka kufikia mtu anatumia tu mtu.
na mimi niko hapa mtu kama wewe. Wacha niwaambie, njooni kwangu enye ambao mna mizigo na mnasumbuka. That is a clarion call this evening. Wewe, Bwana anasema njoo, hiyo ndio ujumbe. Wewe labda unataka Mungu akusaidie, lakini anasema njoo. Kuna neno hapo la wewe kufanya. Ufanye hivi. Kuna jukumu lako. Kuna jukumu ambalo unatakana kufanya. Mnanisikia? Jukumu ambalo wewe unataka kufanya ni wewe kuchukua hatua. Unajua mtu akisema njoo, lazima uende. Ama yes, lazima uchukue hatua. Njooni nyinyi ambao mnasumbuka. Soko hii, mji huu, ninajua kuna wajamaa ambao wako hapa na wanasumbuliwa, lakini wakitembea wako sawa. Wakitembea wanang'ara kama jinsi vile wanavyong'ara. Wanaonekana wako sawa, lakini ndani mwao kuna masumbuvu. Wewe unaweza kuwa soko hii, umefanya bidii jinsi vile nilivyosema, lakini unasumbuka. Kuna wale ambao wanasumbuliwa na jamii. Kuna wale ambao wanasumbuliwa kwa sababu ya kazi ambazo wanafanya. Wamesumbuka. Wamesumbuka kweli. Yes, labda ulihamia mji huu, ulitoka mji wa mbali. Mambo hayakuendai vizuri na uko hapa. Yes, umekuja hapa na jamii. Umekuja hapa uliitwa na rafiki, lakini labda hata rafiki alikutoroka. Hata labda ulikuwa unaishi na rafiki ameona wewe umekuwa mzigo kwake. Jioni ya leo Yesu anaita. Anasema njooni kwangu enyi msumbukao. Unaweza kuwa uko hapa, wewe kazi yako ni ujambazi soko hii. Wewe kazi yako ni umalaya. You are a commercial sex worker kwa mji huu. Wewe kazi yako soko hii, una masumbufu kwako kule kifamilia. Ninakutangazia, Yesu anasema njoo. Kuna vijana, yes, mimi ni mzazi na najua kuna vijana wako soko hii. Wako soko hii. Wamekuwa waraibu wa madawa. Yes. Na mimi sio chief. Mimi sio DC. Mimi sio nyumba kumi. Mimi nimekuja kukutangazia ya kwamba Bwana anaweza kubadilisha maisha yako. Yesu anaweza kubadilisha uwezo wa maisha yako. Anasema njoo msumbukae ambao mmelemewa na mizigo. Nina habari njema kwa rafiki yangu yoyote ambaye amelemewa na maisha yake ya jamii. Labda umeishi na mume wako ama mke wako na unaona mambo yetu lazima leo yakome. Lazima ukuwe single tena. Leo hii nina habari mzuri ya kwamba Yesu anaweza badilisha hatima yako. Yes. Yesu anaweza kubadilisha hatima yako. Usijifanye kana kwamba sauti hii kufikii. Usijifanye kana kwamba wewe uko busy. Usijifanye kana kwamba wewe umetumwa tu soko hii, unaenda zako. Haujui sababu ambayo ilikuleta soko hii. Nina habari mzuri ya kwamba labda kuja kwako mji huu ilikuwa ni Mungu amepanga ya kwamba upatikane hapa na neno hili likupate. Oh yes, fanya hivi mkono. Neno hili likupate, ndugu yangu au dada yangu.
Yesu Kristo anatupenda na makusudi mzuri kwa sababu ya kila maisha ya mmoja wetu ambaye anasikia sauti yangu. Haleluya. Haleluya. Yesu anakuita dada yangu na ndugu yangu. Nimekuja wewe unaweza unajua Wakenya asilimia 80 ya Wakenya, asilimia 80 ya Wakenya they are Christians. Hauwezi kuitwa Mkristo kwa kuenda kanisa. Hauwezi kuitwa Mkristo kwa kuenda kanisa. Kwa nini? Yesu alikuja kuokoa. Alikuja kuokoa wale ambao wanaitikia mwito wake. Unaweza kuwa ulienda church kama jinsi vile nilivyoenda. Najua wengi mlikuwa church yenu. And I thank God because our makanisa yetu hapa. Lakini mabadiliko ya maisha ya mtu inaanza na mtu mwenyewe. Kujioji. Mimi ninaposema namna hivi kwa sababu hii sio ujumbe yangu. Ninajua kuna vile inakera mtu. Kuna vile hii sauti yangu labda mtu mwingine hata hataki kusikia. But kwa mtu mwingine Biblia inasema habari ya msalaba kwa wale ambao wanapotea. The message of the cross to them that are getting lost. Kwa wale ambao wanapotea ni upuzi. Yes, ninajua kwa watu wengine tunapoteza hapa. Ninaposimama hapa ni upuzi mtupu. I know. Kwa sababu ninajua mimi naishi hapa. Ninajua hii inaweza kuwa ni upuzi. Lakini kwa wale ambao wanamjia Yesu, kwa wale ambao wanamjia Yesu, nina habari ya kwamba hiyo ni nguvu ya Mungu. Kwa wale ambao wanamjia Yesu Kristo, hiyo ni nguvu ya Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nataka tupige kelele watu ya maili nane. Piga 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 kelele tena. Wacha nikwambie neno la Mungu linavyosema. Ninapokaribia kumalizia. Neno la Mungu, unajua labda last week walihubiri ukasikia ukapuuza. Labda kwa muda mwingi umesikia, hata labda ulikuwa church wakahubiri ukapuuza. Lakini leo hii nataka dada yangu utusomee 2 Corinthians. Wa Korintho wa pili. Oh yes. 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Yes. Wa Korintho wa pili 6:2 Biblia inasema, kwa maana asema, wakati uliokubalika nalikusikia, siku ya wokovu nalikusaidia. Tazama wakati uliokubalika ndio sasa. Tazama siku ya wokovu ndio sasa. Fanya hivi. Fanya hivi. Unajua labda wewe unasikia tu wakihubiri ukipita. Wewe uko busy. Kila mtu sema busy. Kuna watu ambao wanajifanya wako busy na soko hiyo labda wamekuja tu kununua kiberiti. Did you know that? Kuna jamaa alikuwa anajifanya busy, anaitwa Saul. Alitumwa kutafuta punda kwa Biblia. Kumbe katika zile pilika ya kutafuta punda ya baba yake kulikuwa na mission tofauti. Alikutana na nabii ambaye kwa sababu ya kukutana na nabii ilimsababisha akawa king. Kuwa kwangu mahali hapa kutasababisha mtu abadilisha generation yake. Kuwa kwangu mahali hapa kutabadilisha mtu. Yes, familia yake kutabadilisha mzee. Na mimi huwa nasema mzee akibadilika, jamii inabadilika. Mzee akibadilika mara nyingi mama atafuata, watoto watafuata. Mimi ni mzee najua. Mzee akibadilika familia nyingi wazee ndio kusema. Ama
Wazee wenye mko soko, hebu nifanye watu ya bodaboda. Hebu fanye. Hebu ni oh, that's good. Kwa jamii nyingi mzee akibadilika hiyo boma imebadilika. Kwa sababu hao ndio engine ya kupatia mwelekeo kwa jamii. Unaweza kuwa mzee kama mimi, nina ujumbe mzuri, unaweza sababisha familia yako historia ibadilike. Yes, Biblia inasema wakati wa wokovu ni sasa. Wakati wa wokovu ni sasa. Wakati wa wokovu ni sasa. Yes. Usiseme ya kwamba unajua, nilihubiria mwingine akaniambia ya kwamba wa kwanza watakuwa wa mwisho. Unajua watu wengine wanasema wa kwanza ndio watakuwa wa mwisho, ati hao watakuwa. Wacha ni kwa kuna wengine huwa wanaona watu wengine wanaenda church hawajabadilika, na wanasema wanatumia hiyo kama kigezo ya kwamba hata fulani anaenda na hajabadilika. Yesu akikuja hukumu itakuwa kwa mtu binafsi. Mmenisikia watu ya mji wa Zibanga? Hukumu itakuwa ya binafsi. Hukumu itakuwa ni ya mtu mmoja mbele za Bwana. Haleluya. Leo hii ninasema hivi, wakati ambao umekubaliwa ni saa hii. Who knows about tomorrow? Nani anajuae kesho? Yes, wakati wa wokovu ni sasa. Wakati wa wazee, akina mama, wafanye biashara, yes, watu ya bodaboda, watu ya kuuza mboga, wakati wa wokovu ni sasa. Tutapiga kelele mji huu, hatutawacha kupiga kelele mradi sisi tunaishi. Maana tunajua ya kwamba Baba wetu anaishi, Mungu wetu anaishi. Mradi sisi tupo, hatutakoma kupiga mayowe mji huu. Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ninarejelea tena ilo andiko la mwisho ambalo wametusomea pale, ya kwamba wakati wa wokovu ni sasa. Wakati wa wokovu ni sasa. Yes. Labda wewe umengojea kufuka mwaka 2025. Yes. Ndio uokoke. Labda mwingine anasema mimi nataka nikuwe mzee kama yule mhubiri ndio niokoke. Biblia inasemaje? Wakati wa wokovu ni nini? Saa hii. Wakati wa wokovu ni nini? Ni saa hii. Wacha nikwambie kwa nini nasema hivyo. Nikimalizia, na mimi sio prophet of doom. Mimi sio nabii wa kutabiria watu mabaya. Lakini nasema mambo ambayo yanatendeka. Mimi muda mwingi nilikuwa nimebeba wahubiri wengine juzi, na mchungaji yale story yenye ilikuwa wanapiga story yao. Najua watu ya bodaboda nikikuwa na wao wakinibeba wanatoa story ya mzuri, wanaongea kuhusu siasa, nasema kuhusu mambo ya Kashagwa, wanaongea mambo ya Uhuru, wanaongea mambo siasa. Lakini wahubiri, wacha niwaambie, nilikuwa nao kwa gari, walikuwa wengi, na story yao yenye walikuwa wanapiga story yao ilikuwa hivi, na nataka msikie kwa makini. Mmoja alikuwa anasema, hii kazi yetu, nikienda na Manjalala, kaburi ya huko maji tu inachanga tu, hata wakichimba kaburi. Yani kazi yao wakienda kwingi many times ni kuzika watu, na mara nyingi wako on transit. Kuna wengine hata kwa sababu wao ni labda wana kiwango fulani, hawezi kupata fursa hata kuweza kuzika watu wengine kwa sababu kazi ni mingi.
Mmenisikia watu? Unajua ukianza kuongea mambo ya kifo kwa jamii zingine wanaanza kusononeka. Lakini na habari nzuri kwa wewe hata mwenye uko kwa gari ya kwamba Bwana anaweza kubadilisha historia yako. Haujui kwa nini umesimama hapo. Anaweza kubadilisha historia yako, anaweza kubadilisha kila kitu, na anaweza kubadilisha jamii yako. Mungu ni mzuri na amejaa upendo na hataki yeyote akaweze kuangamia. Na hiyo ndio sababu tuko hapa. Bwana wetu ni mzuri. Bwana wetu ni mzuri wapendwa. Wacha tusimame. Yesu Kristo ni mzuri. Jesus Christ is good. Yeye ni mzuri. Yeye ni mzuri. Anatupenda. Watu wa mji wa Sibanga fanya hivi. Hebu msimame. Simama. Tunashukuru Bwana. Tunashukuru Bwana. Tunashukuru Bwana. Usiseme ya kwamba kwa sababu tumesema tutakuja hapa Jumapili, uokoke Jumapili ya kukuja. Sawa? Usisema tuongoje Jumapili hiyo ingine ndio ukuje. No. Now, the time for salvation is now. Wakati uliokubaliwa, kila mtu sema sasa. Kila mtu sema sasa. Kila mtu sema sasa. Yes. Ninasema tena wakati uliokubaliwa ni sasa. Tuna neema ya Bwana na kuna neno la Bwana. Ninajua kuna yule ambaye anajioji. Hallelujah, hallelujah. Kuna yule ambaye sasa anajioji. Kuna yule ambaye anasema waacha wamalize waende. Kuna yule ambaye anasema kelele hiyo imetuzidi. Lakini mimi ndiko kwa yule ambaye anajioji. That is my target. Hallelujah. Kwa hivyo tunapoimba huo wimbo, tunapoimba huo kuabudu, nataka tusongee karibu. Tunapoimba hiyo wimbo nataka kila mtu akuje karibu hapa. Wale wenye wako huko kujeni. Hata kama uko unauza kwa duka wewe kuja. Yes. Yes, hata kama uko kwa pikipiki huko kuja. Kuja tunapomaliza. Nataka kila mtu aje hapa. Hata kama uko mbali, kuja. Tuimbe pamoja. Tuombe pamoja. Wakati uliokubalika ni sasa. Oh yes. Nataka tuimbe pamoja. Na tunapoimba nataka mkuje tu tuimbie hapa karibu. Kuna beri hapa, kuja tu tuimbie hapa karibu. Kujeni tuimbie hapa tu. Hawa jamaa kujeni, just come we pray together and then you go back. Yes. Kuja tu. Oh yes. Kuja tu. Kujeni. Jamaa wanasikia kule. Kuja. Jesus was lifted up. Jesus, you are highly lifted up. Jesus, Jesus, you are highly lifted up. Jesus, Jesus, you are highly lifted up. Jesus, Jesus, you are highly lifted up. Jesus.
watu wa mji wa Sibanga, nilisema hivi ya kwamba ninawasihi kwa jina la Yesu mkuje tuombe pamoja. Mungu ametubariki na mji mzuri, Mungu ametubariki na amani, Mungu ametubariki na nchi mzuri. Yes, nchi ambaye ni mzuri, mji ambao una amani. Kwa hivyo ninawasihi tunapoimba kuja, kama uko mbali huko kuja tumalize tuombe pamoja. Yes, endelea kuimba kidogo. Nataka tuombe. Baba wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu ninakushukuru. Baba, neno lako linasema ya kwamba na injili itahubiriwa ulimwengu kote kote na mwisho utakuja. Ninakushukuru Bwana kwa sababu ya fursa hii ambao umetupa ili kwamba watu wako wakasikie habari njema. Ninakushukuru kwa sababu ya wale ambao wamesikia habari hii. Ninawaweka mikononi mwako ya kwamba Bwana, wewe unawapenda na una makusudi na maisha yao. Kila mtu ambaye amesikia sauti hii, ninajua kwamba Bwana una kusudi na maisha yake. Na maombi ya moyo wangu ni kwamba Bwana, Roho Mtakatifu ambaye anashawishi mioyo, akaweza kushawishi mioyo ya watu wako ili kwamba wakaweza kukurejelea. Maana neno lako linasema wakati ambao umekubaliwa ni sasa. Na Baba, ninapenda kuomba ya kwamba huyo ndugu na huyo dada ambao wanataka kufanya uamuzi sasa, wachochee. Roho Mtakatifu mchochee, Roho Mtakatifu chochea, Roho Mtakatifu mchochee ili kwamba akaweze kushika na kupata ujumbe huu ya kwamba Bwana una uwezo ya kubadilisha. Asante Bwana. Tunapoomba hivyo, unaweza kuwa hapa na utapeana maisha yako kwa Yesu. Hii inaweza kuwa ni fursa yako mzuri. Unaweza weka mkono wako juu hivi jinsi vile nimefanya. Unaweza weka mkono wako na tuombe pamoja na wewe na kuhakikishia ya kwamba maisha yako haitabaki vile. Yes. Unaweza weka mkono wako juu kama unataka kukubali Yesu. Hii ni fursa mzuri. Is a precious opportunity. Nafasi mzuri. Unaweza weka mkono uje na tuombe pamoja na mimi hapa. Mimi kuna yule aliomba na mimi na sijajuta. Uko hapa unataka kupeana maisha, kuja hapa mbele tuombe pamoja na wewe. Fanya hivi, alafu ukimbie hapa mbele. Unataka kumpokea Yesu? Yes. Hii ni fursa ambayo tumetoa. Ni wakati mzuri, nafasi mzuri ambaye nimefungua. Roho Mtakatifu anafanya kazi. Uko hapa unataka kumpokea Yesu. Unataka kumpokea Yesu. Amen. Nataka mtu mwingine aje. Nataka kama kuna mtu mwingine aje. Ninarejelea tena. Usiseme.
nafasi nzuri ambayo nimepeana. Kama unataka kumpokea Yesu, kuja hapa. Amen. Hii sio mambo ya kucheka. Hivyo ni nzuri umaanishe. Sawa? Ni nzuri umaanishe. Sawa? Amen. Sema Bwana Yesu. Nafunga macho. Sema Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Mimi ni mtenda dhambi. Ninaomba ufute jina langu kwa kitabu cha mauti na uandike jina langu kwa kitabu cha uzima. Asante Bwana. Asante Bwana. Nataka nikuombee. Sawa? Nataka nikuombee na Mungu atakusaidia. Baba wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu, Mungu wewe una huruma. Mungu wewe una makusudi. Mungu wewe unatupenda. Natazama huyu dada amekuja hapa na anapeana maisha yake kwako. Na Bwana, mimi kama mwanadamu sina huo uwezo, lakini Roho Mtakatifu, uwezo na mamlaka ambao ulinipa, ninatangaza ya kwamba Bwana ukaweze kumweka huru, ukamsaidie, ukamfanya akawe dhabiti na akaweze kupenda kukutafuta wewe. Baba, asante. Asante kwa sababu ya maisha yake, ukambariki, ukamsaidie, ukamwezeshe akaweze kuendelea. Asante Bwana. Asante Bwana. Nataka usimame. Simama, usiende. Usimame. Nataka watu wenye wako huko mshangilie. Nataka watu wenye wako huko mshangilie. Hii sio mzaa. Kwa hivyo nataka unaona hiyo. Unaona hiyo. Nataka atakuzungumzia mambo machache. Uko na simu. Atatafuta namba yako ya simu, utaongea na yeye. Sawa. Alafu utaendelea, Mungu atakusaidia sana. Hallelujah, glory be to God, glory be to God, glory be to God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bwana asifiwe watu wa Maili 8. Bwana asifiwe tena. Ningelipenda kuwatangazia tena kwa wale ambao wanatusikia, wale ambao wametujoin, ya kwamba hii ni Redeemed Gospel Church. Tunapatikana pale chini kwa mnanda wa ng'ombe. Unapoelekea town, utaona wameandika The Temple of Grace, na tunawaalika mahali pale. Tuko hapo kwa sababu ya Bwana, tuko hapo kwa sababu ya Mungu. Na Jumapili ambayo inakuja, tuko hapa tena. Hallelujah. Tushangilie Bwana. Tushangilie Bwana. Tushangilie Bwana. Tushangilie Bwana. Tushangilie Bwana. Back to you, praise. Hallelujah. Shangilia Bwana. Kuja hapa kulihubiri neno la Mungu. Kwa leo tunamaliza, lakini Jumapili ijayo tuko hapa tena katika jina la Yesu. Basi tufunge. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru Bwana, tunakutukuza kwa umekuwa mwema. Asante kwa ushirika wako, asante kwa wema wako, asante kwa upendo wako kwa ajili ya watu wa Maili 8. Asante kwa wabariki Bwana. Asante Bwana kwa sababu umewezesha kusikia neno lako. Baba, wakati mwingine tunapokuja tena, Baba, usikie neno lako tena Mfalme. Wabariki Mfalme wa ajabu. Baba, watukuse, Baba, wainulie Mfalme kwa sababu ni Mungu. Asante kwa wapenda watu Maili 8. Leo kubariki Bwana, leo kuponya katika jina la Yesu. Waabudiwe, uinuliwe kwa sababu ni Mungu. Hakuna mwingine aliye kama wewe. Kwa jina la Yesu tuomba na hata kuamini. Amen, amen, amen. Asante, sifa, karibu tena. Amen.